Pasaka ni siku takatifu katika imani ya Kikristo, ikiwa ni ibada na tafakuri ya kina kuhusu tukio kubwa la kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwa wafu, siku ya 3 baada ya kusulubiwa kwake. Neno Pasaka lina asili ya Kiebrania. Katika Agano la Kale lilihusishwa na siku ambapo Mungu alipita juu ya nyumba za Waisraeli nchini Misri na kuwaokoa kutoka utumwani. Katika Agano Jipya, maana hii inapewa tafsiri ya kiroho zaidi. Yesu Kristo alitoa maisha yake kama mwana-kondoo wa Mungu na akaondolea dhambi binadamu kwa njia ya wokovu. Kufufuka kwa Yesu ni uthibitisho wa ushindi dhidi ya nguvu za giza na kifo, na kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliyeahidi uzima wa milele kwa wote wanaomwamini. Hivyo Pasaka inaashiria ushindi dhidi ya kifo. Kufufuka kwa Yesu ni alama ya ushindi wa Mungu dhidi ya mauti na dhambi, na ni msingi wa matumaini ya maisha ya milele. Pia inaashiria utimilifu wa unabii. Katika maagano ya Agano la Kale kulikuwa na nabii mwingi kuhusu kuja kwa Masia ambaye atateseka, kufa na kufufuka. Pasaka ni uthibitisho kuwa maandiko hayo yametimia kikamilifu kupitia Yesu Kristo. Pasaka ndio msingi wa imani ya Kikristo. Kama ambavyo Wakristo wameandikiwa na Mtume Paulo, aliandika wazi kuwa kama Kristo hakufufuka, basi mahubiri yetu ni bure na imani yenu ni bure pia. Katika waraka wake kwa Korinto wa kwanza 15 mstari wa 14, Pasaka inaimarisha imani ya mamilioni ya watu duniani kote. Pasaka ni fursa ya kujitathmini na kuanza upya. Ni wakati wa kuacha maisha ya dhambi na kuingia katika maisha ya haki, toba, msamaha na upendo kwa wengine. Pasaka pia ni alama ya tumaini la kiroho na kijamii katika dunia hii yenye changamoto. Pasaka hutoa tumaini kuwa hata katikati ya giza, nuru ya Kristo huangaza na ushindi huwezekana. Katika sikukuu hii Wakristo hushiriki ibada na sakramenti takatifu. Hii ni pamoja na kushiriki katika ibada ya Ijumaa Kuu na ibada ya ufufuko Jumapili ya Pasaka, pamoja na kupokea Ekaristi takatifu kama ishara ya kushiriki maisha mapya katika Kristo. Ni wakati wa kuchunguza maisha binafsi, kuomba msamaha kwa Mungu na pia kuwasamehe wale waliokosea kama njia ya kuonyesha upendo wa Kristo. Kufanya matendo ya huruma na sadaka, kuhubiri na kushuhudia upendo wa Kristo, kusherekea kwa furaha na shukrani. Kabla ya Pasaka huwa kuna mfungo wa Kwaresma ambao huwasogeza Wakristo karibu na Mungu wao kwa kufunga, kufanya sala na toba, na ndiyo maana msisitizo mkubwa ni kuendeleza maisha ya utakaso na ukaribu na Mungu hata baada ya kukamilika kwa Pasaka.